Baada ya baba yetu kufariki dunia, wote tulihamia kwa kaka. Nyumba tuliyokuwa tukiishi mwanzoni ilikuwa ni ya kupanga, na kaka ambaye ndiyo kwanza alikuwa ameanza kazi, alikuwa amejenga na kutuchukua. Mimi nilikuwa mdogo kipindi hicho, nilikuwa nasoma darasa la 6. Kama mtoto wa mwisho walinipenda sana na nilikuwa karibu sana na kaka mkubwa. Ndugu zangu wengine walikuwa wanasoma sekondari na chuo, na kwa kuwa kaka alikuwa na kazi nzuri, hatukuwa na tofauti yoyote. Ndugu zangu wamenitenga mimi. Na mwaka huo huo alioa. Mambo yalikuwa mazuri. Shemeji yetu tulikuwa tunaishi naye vizuri. Kwanza alikuwa mkarimu, na kwa kuwa wote tulikuwa tunampenda kaka, tulimpenda na yeye pia. Maisha yalikuwa mazuri, lakini walichelewa kupata mtoto. Mwaka wa kwanza uliisha, wa pili, na hatimaye mwaka wa 3 bila mtoto. Nyumbani sasa walianza kelele. Kila siku mama alikuwa akilalamika anataka mjukuu, anataka mjukuu. Kaka alimtuliza na kumwambia kuwa ni mipango ya Mungu, lakini mama hakujali. Nyumba nzima ilianza kumchukia shemeji, kila mmoja akionyesha kumchoka. Maneno yalizidi, lakini kaka alikuwa anampenda mke wake na alimshirikisha katika kila kitu. Shemeji aligeuka kutoka kuwa mtu wa furaha na kuwa mtu wa kulia kila siku. Mama alitaka tumchukie. Maneno ya ugumba yalizidi. Hata mimi ambaye sikuona kama ni mambo yananihusu nililazimishwa kumchukia. Nakumbuka nikiwa kidato cha 2, mama alimtafutia kaka mwanamke mwingine. Alienda kijijini kutafuta mwanamke na kumleta hapo. Kaka aliporudi kutoka kazini alimwambia kuwa huyo ndio mkewe, hivyo amfukuze shemeji kwani hawezi kumzalia. Kaka alikasirika sana. Isingekuwa ni mama, naamini angempiga makofi. Katika maisha yangu sikuwahi kumuona akiwa na hasira kiasi kile. Shemeji yeye hakujali sana, aliendelea kumpa moyo kaka na kumtuliza hasira. Alimwambia yuko tayari kuvumilia kwa chochote kwani anampenda. Hali ile ilizidi kumuumiza mama na ndugu zangu. Tangu siku ile kaka ni kama alituchukia. Hata mimi ambaye sikuhusika kwa chochote alinichukia. Alikuwa na nyumba nyingine, hivyo kesho yake tu alimchukua mkewe na kuhama. Bado aliendelea kutoa matumizi kutusaidia. Lakini sasa mama na ndugu zangu wengine walisema ni lazima kaka atakuwa amelogwa, kwani alianza kuwa kama mjinga fulani hivi. Ni kweli, kaka mbali na ile hali ya mkewe kupata mtoto, lakini alikuwa anampenda sana na alikuwa anamfanyia kila kitu anachotaka. Kaka alikuwa na mali nyingi, baadhi alikuwa amezichuma kabla ya kuoa. Baada ya lile tukio alianza kubadilisha majina ya mali zake, kuziweka majina ya shemeji. Tulijua hivyo kwani kaka yangu mwingine alikuwa na rafiki yake anafanya kazi TRA. Hivyo ili kubadilisha jina la vitu, kuna nyaraka zilikuwa zikipitia huko. Hakubadilisha tu na kuweka majina mawili, bali alikuwa akiweka majina ya mke wake tu. Siku moja mama alimuita. Alimuomba msamaha kwa kumletea mwanamke mwingine, lakini alimwambia kuwa makini na shemeji, kwani anahisi kuwa kuna kitu kibaya anataka kumfanyia. Kaka hakujali, alisema anamwamini mke wake kwa 100%. Hali ile pia ilinishangaza hata mimi. Tulianza kumfuatilia shemeji na kugundua kuwa alikuwa anajenga kwao. Hakuwa na kazi ya maana ya kuweza kujenga nyumba kubwa kiasi kile. Moja kwa moja tulijua ni pesa za kaka zinateketea. Kuona vile mama hakutaka kukaa kimya, alijua ni dawa zinamsumbua, kwani haikuingia akilini mwanaume kuanza kuhamisha mali kwa mwanamke ambaye hana mtoto naye. Mwanzoni nilikuwa upande wa shemeji, kuona kama anaonewa, lakini mambo ya kaka yalinifanya niwaamini ndugu zangu. Maisha yaliendelea, lakini bado kaka yangu hakubarikiwa kupata mtoto. Tulishafanya kila kitu kumwachanisha na shemeji, lakini haikusidia. Zaidi ilikuwa inawaweka karibu na kutuweka sisi mbali. Baada ya kuona kila kitu kimeshindikana, mama alikataa kabisa kuongea na kaka. Ni kama alimwachia laana, kwani alimwambia kabisa kuwa hata akifa hataki akanyage kumzika. Alimwambia kuchagua kati yake na shemeji. Mama alikataa katakata kuongea naye, na alituambia tusichukue hela yoyote kutoka kwake. Wakati huo mimi nilikuwa kidato cha 4. Kwa kuwa ndugu zangu wengine walishapata kazi kweli, waliungana na kumtenga kaka. Kaka alikuwa ni mtu wa mawazo sana. Hakuwa na raha tena, hata biashara zake zilianza kusimama. Mara kadhaa shemeji alikuja kumwomba mama msamaha na kumwambia kuwa mtoto wake yuko kwenye wakati mgumu, lakini mama hakumsikia.
Alimwambia kama anampenda kweli, basi aondoke, kwani yeye anataka mjukuu. Shemeji hakumsikiliza. Wakati mmoja, mama aliumwa na kulazwa hospitalini. Kaka aliposikia alikuja kumuona, lakini mama alikataa katakata kusalimiana naye. Nakumbuka tulikuwa katika chumba cha hospitali. Mama alipomwambia kuwa aondoke, yeye si mwanaye, kwani hataki kumsikiliza. Nilimwona kaka akibubujikwa na machozi kama mtoto mdogo. Alikuwa mpweke na alikonda sana kwa mawazo. Hata mimi nilimwonea huruma, na kusema kweli, sikuona sababu ya mambo ambayo mama na ndugu zangu walikuwa wakiyafanya. Mama kama mtu mwenyewe hataki mtoto, mnamlazimishia nini? Nakumbuka nilimuuliza mama baada ya kutoka hospitalini. Ndugu zangu waliniwakia na kuniambia sijui chochote. Waliniambia kuwa kama kaka akifa, mali zote zinaenda kwa shemeji, wakati hata kuzaa hazai ataondoka na mali zetu. Hatukusikia tena kutoka kwa kaka mpaka siku moja tulipopigiwa simu kuwa kaka amefariki dunia. Ilikuwa ni wiki moja tu baada ya mama kumfukuza hospitalini. Shemeji alikuwa amesafiri kikazi kwa siku 3. Alijaribu kumtafuta kwenye simu na kumkosa. Aliporudi alikuta kaka akajitundika sebuleni. Alitoboa dari na kufunga kamba kisha akajitundika.